kama mhukumu wao kwangu, kuwa rafiki na kesha na kungojea, kesha twangoja yeye. Amen. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Wangapi wanafurahia siku ya leo pamoja nami? Bwana atukuzwe. Amen. Kwa hivyo ni wakati mzuri umefika kwa Bible study. Karibuni sana pamoja na wageni wetu kutoka Kitengela. Karibuni sana. Kwa hivyo tunamkaribisha mtumishi wa Bible study, mtumishi James, kwa njia ya kipekee pamoja nami. Kina nani wanakukaribisha? Pamoja. Karibu mtumishi James, Bible study. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Mimi nasikia sauti watu wawili tu. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Angalau nimesikia watu wote. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Na siku zote. Hakika Mungu ni mwema. Tumekuwa kwa siku 6. Sasa ni ya 7, si kweli? Lazima tukuzwe. Kabla hayo yote, tunyenyekee tupate ombi. Tunakushukuru Baba mbingu na nchi, tunasema ni asante. Umekuwa nasi kwa siku 6. Umekuwa nasi popote makazini, popote pale kwenye biashara zetu, na popote pale ambapo tumekuwa tukifanya kazi zetu Baba. Tuna mwingi wa rehema kupitia kwa nguvu zako wewe Baba. Na leo ni siku ya Sabato ambayo uliamuru tuje tukutukuze wewe, tukuabudu Baba, ingawa dunia imefumbia macho. Bali Baba, wachache ambao umewatoa ndio wanaitukuza Baba. Sasa masomo ambalo liko mezani na likabidhi mkononi mwako Baba. Pia Baba, naombea watumishi wote ambao wanahubiri chumba wa malaika watatu kwa ukamilifu na kwa ukweli Baba. Naomba wape nguvu, hekima na neema ambayo utakaofikia nyoyo ambazo ziko nje, ambazo zina kiu ya neno lako Baba. Sifa na shukrani zikurudie katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Aya, somo langu alitakuwa ngeni vile. Somo langu litatoka hapa. Maana hapa ndio kuna maneno mengi sana. Nirudi kugundua without kujua hii na hii, wewe si Mwadventista msabato. Narudia tena, bila kujua hizi, wewe si Mwadventista msabato, bali utakuwa tu Mwadventista msabato jina. Ningependa tuanze na 9:1 Methali. Methali 9:1. Methali 9:1. Naam. Neno la Bwana linasema hivi. Liseme, hekima umejenga nyumba yake. Hekima amejenga nyumba yake. Amezichonga nguzo zake 7. Amezijenga nguzo ngapi? 7. Kanisa nazungumza na nyinyi. Amezijenga nguzo ngapi? 7. Safi, twende. Amechinja nyama zake. Safi. Yake. Yatosha. Kuna nukuu ningependa tuisome. Inakaa inashitoa kidogo lakini kitabu cha Testament for the Church 45:62.2. 5T 62.2. 5T 62.2. Tufike kwa haraka. Tujiulize, je, akili zetu ziko wapi? Ziko humu ama ziko duniani? 62.2. Yeah.
62.2. Safi, twende. It says, the minds of many have been so darkened and confused by worldly costumes. Safi. Worldly practices. Worldly what? Practices. Hivi niulize swali. Tuko ndani ama tuko nje kwa mjibu wenu huko? Are we in or out? Hebu rudia hapo hivyo. The minds of many have been so darkened and confused by worldly costumes. Confused by what? Worldly costumes. Safi, twende. Worldly practices. Worldly practices. Jiulize swali. Mahali penye uko pale kazini, maybe ni kazini. Yani popote tu pale. What are you practicing? Is it worldly? Ama una practice kimbingu? Majibu nayo. Tuendelee. And worldly influences. And worldly what? Influences. Jiulize swali. Uko kufaidi dunia ama uko kumfaidi Mungu? Tuendelee. That all power to discriminate between light and darkness. Truth and error. Truth and error. Yani unajua mtu mwenye kwa dunia ajui ukweli ni upi na error ni ipi. Na wacha niwaambie ndugu zangu, kuna kitu kinaitwa special error. Na hiyo special error wachache wanaijua. Na kuna ingine inaitwa attractive error. Na hiyo attractive error wachache ndio wanaijua. Few. Hebu endelea. Truth and error seems destroyed. I had little hope that my words would be understood. But when the Lord moved upon me so decently, I could not resist his spirit, knowing that you are involving yourselves in the snares of Satan. Unasikia? I felt that the danger was too great for me to keep silent. Hatuwezi nyamaza, tukinyamaza tutadaiwa nyama. Unajua, hebu soma ni Ezekieli 34 mstari wa 10. Ezekieli 34 mstari wa 10. Those are the ministers, wachungaji. Sikieni hiyo. Ezekiel 34 verse 10. Verse 10. Safi, nasema Biblia takatifu inasema, naam, Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Safi, twende. Tazama, mimi ni juu ya wachungaji. Sikiza wachungaji Kwa ufupi tu, kama unakuja kusimama mimbarani, chukua hiyo ni ya kwako. Safi, twende. Nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao. Nasikia? Kondoo wa Mungu wanadaiwa wapi? Mikononi mwa wachungaji. Na ukisoma hapa Ezekiel 34 mstari wa pili. Hebu soma hapa 34 mstari wa pili hapa. Ndio ukimaliza hiyo andiko hiyo wala nini? 34 mstari wa pili hapa hivi. Inasema, mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Sikiza Waadventista wa Sabato, chukua hiyo. Tutakusaidia. Safi, twende. Toa unabii. Naam. Waambie aje? Naam. Hao wachungaji. Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema aje? Hivi. Safi, twende. Ole wao wachungaji wa Israeli. Sikiza wachungaji wa Kisabato, ole wenu. Safi, twende. Wanaojilisha wenyewe. Wanajilisha wenyewe. Safi, twende. Je, haiwapasi wachungaji kuwalisha kondoo? Safi, twende. Mnawala walionona. Mnajivika manyoya. Twende. Mnawachinja walionona. Safi, twende. Lakini amwalishi kondoo. Wagonjwa amkuwatia nguvu. Wagonjwa amkuwatia nini? Amkuwatia nguvu. Unajua nilishangaa kuona Waadventista wa Sabato ni mwanamke. Sasa mahali penye wamefikia, wanasema haina haja tuhubiri kitabu cha Danieli na Ufunuo. Haina haja tufuatie chenye popu wanafanya nini. Haina haja tufuatie Marekani kufanya. Haina haja. We care for what? Hao ndio wenzetu. So ni wajibu wetu kupiga kelele kama Adventista wa Sabato. Sishangai, manake wakati jamaa aliingia huyu ndio kila kitu kiligeuka. So ukisikia akihubiri hivi, si mwingine alikuja juzi hapa Kenya akasema kuwa sisi hatuhubiri jumbe ya malaika wangapi? 3. Sisi tunamhubiri nani? Yes. Na vile
walitoka hapa hivi wakaingia hapa, huo ujumbe ndio wanahubiri mpaka leo hii. Na ajabu zaidi, Yesu anayemwabudu si Yesu ambaye anamhubiri, si Yesu ambaye tunamjua mwana wa Mungu. Sijui niseme ni Yesu gani? Ni Yesu Mungu mwana, si Yesu mwana wa Mungu. Msomaji, malizia hilo Ezekieli 34 mstari wa 10. Malizia hapo. Inasema, Safi, twende. acha nianze. Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Tazama, mimi ni juu ya wachungaji. Safi, twende. Nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao. Safi, twende. Nami nitawachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo. Unasikia? Nani anaachisha watu kazi? Mungu. Twende. Nao wachungaji hawatajilisha wenyewe tena. Safi, twende. Nami nitawaokoa kondoo zangu vinywani mwao. Nami nitaokoa kondoo zangu vinywani wao. Safi, twende. Wasiwe tena chakula chao. Malizia. Maana Bwana Mungu asema hivi. asema aje? Tazama, mimi mwenyewe. Naam, mimi nitawatafuta kondoo zangu. Hebu piga stop kidogo. Ni kipindi kipi ambacho Mungu atatafuta kondoo wake? Nazungumza na kanisa. Ni kipindi kipi ambacho Mungu atasimama aseme sasa yatosha, wenye niliwaweka kazi kaa pembeni, ni zamu yangu? Ni kipindi kipi hicho? Tumeshimtua sauti. Si kweli? Unajua kusoma ni Sefania 2:1 Sefania. 2:1 Sefania. Nadhani itakuwa ndiko na mwisho ndio niingie hapa. Sefania 2:1 Sefania. Safi, twende. Biblia takatifu inasema, twende. Jikusanyeni. Naam, jikusanyeni. Safi. Taifa lisilo na haya. Twende. Kabla haijazaa hiyo amri. Hebu tulie kidogo. Ni amri gani Sefania anazungumzia hapo? Unajua tuko Bible study, this is sermon. Tuko Bible study. Ni amri gani Sefania anazungumzia hapo? Kanisa. Ama mlikuwa maandamano mkapiga tear gas ndio kidogo sauti zimerudi chini? Asante wa baraka. Ni amri ya Jumapili. Endelea mtumishi. Kabla haijapita siku ile kama makapi. Twende. Kabla haijawajilia hasira kali ya Bwana. Tulia. Hiyo ni siku ya hasira kali ya Bwana. Twende. Kabla haijawajilia siku ya hasira ya Bwana. Kabla haijawajilia siku ya hasira ya nini? Ya Bwana. Safi, twende. Mtafuteni Bwana. Mtafuteni Bwana. Malizia hapo hivyo. Tuingie kwa somo letu. Mtumishi wasome hichi kitabu. Tuko live. Wasome hicho kitabu kinaitwaje? Letters To Physicians and Ministers. nianze paragraph 1. The Lord will put new Michael. The Lord will put new. Wacha nirudie. The Lord will put new vital forces in his work as human agencies. Nasikia? Obey the command ya kidogo. Mungu ataweka watu wapya katika kazi yake. Chukua hiyo twende. Obey the command to go forth and proclaim the truth. Twende. He who declare that his truth would shine forever will proclaim this truth through faithful messengers. Nasikia?
tusiogope kusema ukweli. Safi, twende. The truth will be criticized is a point of taken. The truth will be criticized. Safi, twende. Scorned, derided, twende. But the closer it is examined and tested, the brighter it will shine. Hapo ndio anasoma nafika na furahia, anasema haleluya. Hata mkanyage ukweli, lazima utasimama na utang'aa. Na acha niwaambie ukweli. Ukisoma ni 5T 76.1 utasoma kwa muda wako. Hapo kuna watu wanaonekana few. Unajua kisikia neno few, si wengi. Ni wachache sana. Few. Pendere? As a people, we are to stand firm on the platform of eternal truth that has withstood test and trial. We are to hold the truth. We are to hold to the sure pillar of our faith. Tulia. We have to hold what? The sure pillars. Usipatize. Lazima uwe sure. Sasa umesimamia, je, ni kweli uko hapa ama uko hapa? Ni pila zipi ambazo Adventist wa Sabato wanafaa kuwa nazo? Je, what is the foundation of Seventh-day Adventist? Sorry. Pillars ni sipi? Kama hujui na uko hapa ndani, anza kujifunza mapema. Maana yake tunaambiwa tu sure. Na tutasoma nukuu inasema kuna special errors na kuna attractive errors. Without reading, huwezi kuzijua. Endelea mtumishi. Inaendelea kusema the principles of the truth that God has revealed to us. The principles of what? Of the truth. God has revealed to us are our only true foundation. The only true what? Foundation. Hebu simama hapo, mtu alisomea CW 52.1. CW. Counsels to writers and editors. Then ndio hii 52.1. Tuone ni nini hizo kimetajwa hapo hivyo. Counsels to writers and editors 52.1. It says Landmarks of truth. Landmarks of the truth. Safi. Experience and duty. Sikiza duty yetu. Safi, twende. Messages of every order and kind have been urged upon Seventh-day Adventists. Safi, twende. Hao ni Adventista wa Sabato. Sasa tunahitaji kujua who are the truly Seventh-day Adventist. Bila kupatisha. Je, yupo kanisa? Yupi ametoka? Endelea. To take the place of the truth. Safi, twende. Which point by point. Safi, twende. Has been sought out by prayerful study. Hazikupatikana hivi. Ni by prayerful what? Study. Ndio mai kuamka siku moja ikakula mihogo na ugali katulia pale kaanza kuandika vitu zenye ziko. Zilikuwa prayerful study. Safi, twende. And testified to by the miracle working power of the Lord. Amina. Safi, twende. But the waymarks which have made us what we are. Wangapi wanajivunia kwa Adventista wa Sabato lakini? Naona ni mmoja. Sirai wengine mko wapi? Narudia swali. Wangapi wanajivunia kwa Adventista wa Sabato? Amina. Safi, twende. Are to be preserved. Safi. And they will be preserved. Najua kuna maneno mawili. And they will be what? Preserved. Na? Malizia. As God has signified through his word. Safi. And the testimony of his spirit. He calls upon us to hold family. Safi, twende. With the grip of faith. Safi, twende. With the fundamental principles that are kidogo. Tumeambiwa to hold nini? Kanisa hapa mtumisha kwa kazi yake. Let us concentrate. Naona akili ziko huko.
utapitwa na kitu. Mtumishi, rudi hapo. We are. It says, we are. He calls upon us, the whole family, with the grip of faith, to the principles that are based upon unquestionable authority. Hebu soma vizuri mtumishi. Unpaid family. Sapi, Yeah. Upon us to all the family, with the grip of faith, to the fundamental principles that are based upon unquestionable authority. Hapana, mtumishi. The fundamental belief. Soma vizuri wewe. Soma vizuri ndugu bana. Mtumishi, rudie vizuri. Fundamental belief. Wewe vipi wewe? Fundamental beliefs. It's not. Soma vizuri. Acha nianze. Usinichekeshe mtumishi. To the fundamental principles. The fundamental what? Principles Twende. that are based upon unquestionable authority. Ni question ama ni unquestionable? Unquestionable. Yaani haina kufanya nini? Kupatisha. Lakini shetani ana njama. Ndio anacho kitabu mtumishi. Ndio anacho kitabu. Keti tu hapo hivyo, ukihitaji simu. Maana kuna zingine kufungua ni balaa. Sawa, endelea kwenye tulikuwa tulikuwa tumefika they have made us what we are. The lapse of the time has not lessened the value. Safi tunde. It is the constant effort of the enemy to remove these truth from their settings. Ebo tulia. It is the cause of what? Enemy. To do what? To remove. Kwa hiyo tukichunguza tupate tutoe, tutajua ni nani alitoa. Ni enemy. Rudio nuko mtumishi. Naona wamehang. It is the constant effort of the enemy to remove this truth from their setting. This truth from their setting. Kwa hiyo ni kazi ya enemy. Enemy ni nani? Who's the enemy? Shetani. Kwa hiyo ni kazi ya shetani kutoa huu kweli mahali penye ulikuwa umefanya nini? Mahali penye ulikuwa umewekwa. Endelea. And to put in their place spurious theories. Wataleta theory. He will bring in everything that he has possibly can to carry out. Yani kwa fupi tu, shetani ataleta chochote chenye anataka. Twende. To carry out his deceptive design. Malizia hapo chini. But the Lord will raise up men of keen perception. But the Lord will raise up nini? Men of keen perception. Safi twende. Who will give this truth their proper place in the plan of God. Bwana pewe sifa. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Umesikia Mungu atafanya nini? Nirudie. Hebu tulia kidogo. Nataka kuona kama tuko pamoja. Tumesikia Mungu atafanya nini? He raise what? Atainua faithful. Atainua watu waaminifu. Maana siku zote Mungu hajaikosa watu waaminifu. Wapo. Cha ajabu zaidi, they are few. Some roho nabii. LS for 30.3. LS for 30.3. Life sketch. Life sketch. Yeah.
for 30.3. Yeah. It says, those who have hold of the truth theoretically, with their fingertips as it were, who have not brought its principles into the inner sanctuary of the soul, Safi, twende. but have kept the vital truth in the outer court, will see nothing sacred in the past history of his people. Eti wameweka nini yao wapi? Outer court. Wataona nini? Will see nothing sacred in the past history of these people. Ndio maana wanatuambia kitabu cha Danieli na Ufunuo kifai kusoma. Maana they are outer court. Hawajamtafuta Yesu huku. They don't know malipo yako the most holy place. Wao wanatuambia haifai. Endelea. Which has made them what they are, and has established them as honest, determined missionary workers in the world. Safi, twende. The truth for this time is precious. The truth for this time is Precious. Safi, twende. But those whose hearts have not been broken by falling on the rock Christ Jesus will not see and understand what is truth. Nasikia? Unajua kuna andiko liko katika Matendo ya Mitume 28. Hebu soma 28:16 Matendo ya Mitume. 28:16 Matendo ya Mitume. Nenda waambie watu hawa. Matendo ya Mitume 28. Yeah. Ishirini na sita samani sio 16, 28:26 Matendo ya Mitume. Inasema, Twende. akisema, Akisema twende. enenda kwa watu hawa ukawaambie, Nenda ukawaambie. Kusikia mtafanya nini? mtasikia wala hamtafahamu, Hamtafanya nini? hamtafahamu, Na kuona na kuona mtaona wala hamtatambua. kuko hivyo. Kuona mtaona wala mtafanya nini? Hamtatambua. Na kusikia mtasikia wala mtafanya nini? Hamtaelewa. Kwa nini? Unajua kuna kitu kinaitwa udhehebu. Usikubali kitu kinaitwa udhehebu ikuleweshe kwa akili zako. Hiyo ndio zinakupatia ya free. Usikubali. Maana utatetea dhehebu kuliko kutetea kweli. Nadhani mnawaelewa, sitaki kutaja watu mimi. Wanatetea dhehebu sana kuliko kutetea nini? Juzi nimeuliza swali. Je, Yesu ni mwana wa Mungu au ni Mungu mwana? Nilikuja kugundua watu wengi hapa hivi. They are Muslims without knowing. Wewe ni Muislamu na hujitambui. Watu ni Waislamu na wajitambui, wako ndani ya kanisa. Leo hii imefika kipindi chenye Yesu anaitwa Mungu mwana. Ndio hiyo. Si mwana wa Mungu. Mungu mwana. Doctrines. Mazia mkuu mtumishi. Inaendelea kusema, they will accept that which pleases their ideas, Ideas. Twende. and will begin to manufacture another foundation than that which is laid. Ati will begin to do what? Begin to manufacture Nini? another foundation. Kwa hiyo kuna foundation itafanya nini? Itareisiwa. Hipo tu tutaiona, tuendelee. They will flatter their own vanity and esteem, thinking that they are capable of removing the pillars of our faith. Ndio hiyo. Wakitoa wanakuja na another nini? Kuna jina limetumika hapo hivyo. Another foundation than, Another foundation. yes. Na unajua ukisoma kitabu ni kile cha 2SM 390.1 ama Last Day Fan 55.2. Hebu soma 2SM 390.1. Alafu watoto niko na swali kwenu. Watoto nina swali. Acha hiyo nukuu soma kwanza. Selected message book 2 390.1.
GSM 390.1, it says, the Lord has declared that the history of the past shall be rehearsed as we enter upon the closing work. Safi, twende. Every truth that he has given for these last days is to be proclaimed to the world. Safi, twende. Every pillar that he has established is to be strengthened. Ndio hii. Tuambie to strengthen what? The pillars. Twende. We cannot now step off the foundation that God has established. Hatuwezi toka kwa foundation. Na tumesoma kuna watu wataanzisha new Organization. tuendelee malizia. We cannot now enter into a new organization. Hatuwezi ingia katika new organization. Tuendelee. For this would mean apostasy from the truth. Niwaulize swali kanisa. Ni nini kitafanya watu wawe new organization? Na ni nini kitafanya watu watoke kwa kanisa? Najua ndio swali ambalo lina wengi wanajiuliza. Ni nini ambacho kitafanya mtu kwa kanisa? Na ni nini ambacho kitafanya mtu toke nje ya kanisa? Na mimi niwaulize swali. Maana sijapata majibu mimi. Nadhani mnaweza nijibu. Sabato atoke nje ya kanisa. Ni nini? Naomba mkono juu. Tumishi. Mwingine? Tumishi Patrick. Akiacha msingi. Kuna mkono nimeona saidi ya nyuma huko hivyo. Ese mtumishi. Asante. Barikiwa. Majibu ni hayo. Nataka nitoe mfano. Mtu mwenye ako pale nje. Alafu anakuambia wewe umetoka ndani ya nyumba. Kati yako na yeye nani atakuwa ametoka ndani ya nyumba? Wewe uko ndani, yeye ako nje. Anakuambia wewe bwana umetoka kwa nyumba ndani. Nani atakuwa kwa nje kati yako na yeye? So, wenye wako nje wanasema wako wapi? Na wenye wako ndani wanasemekana wako wapi? Namaanisha hivi ndio mnielewe. Mtu akiacha misingi ya kanisa, huyo mtu akonje automatic. Pesi tafadhali. Narudia tena. Mtu akiacha misingi ya kanisa, ambayo ni fundamental what? Fundamental principles. Ako nje ya? Yupo nje ya kanisa. Ndio mtumishi wenu ku? Imeisha? Nisomee 1 ml. 2 dot. 1 ml 55.2. 1 mr. Manuscript release for M1. 55.2. Na mtu atayarishe 23:10 Methali. MR 55.2. Sasa ndio simu yangu. 1 ml 55.2. 55 Yeah. says Kibaki dakika 10 niambiwe 1 mr 55.2. twende. The truth that have been substantiated by the manifest working of God Safi twende. are to stand fast. Let no one presume to move a pin or a foundation stone from the structure. Tulia. Let no one Presume au kufanya nini? to move a pin or a foundation stone from the structure. Yaani kwa ufupi tu. Imani tulio nayo usiongeze na usifanye nini? Usitoe. Usitoe. Malizia nukuu.
those who attempt to undermine the pillars of our faith, those who do what? To do what? to undermine the pillars of our faith, Safi, twende. are among those whom the Bible says that in the latter times some shall depart from the faith. Ndio hiyo. Hiyo ni Timotheo wa kwanza ngapi? Maana Timotheo wa pili. 4:1. 4. Tuendelee. Giving it to seducing spirits, Giving it to the seducing spirits, Safi, malizia. and doctrines of devils. And the doctrine of Devils. which doctrine imeletwa katika kanisa? Ndio sorry. Kanisa. Which doctrine imeletwa kwa kanisa? Adventist wa Sabato. We have the new. Hebu Biblia yangu ya Kikatoliki iko hapo nyuma. Kuna Biblia ya Kikatoliki iko hapo nyuma. Fungua 1424. Nadhani kwenye nimeweka kwa hiyo nini hiyo kamba ya yellow ya 1424. Hapo kwenye nimeweka star. It says, the church teaches that these two realities of God's, These two realities of God's, God ama gods. God's Twende. oneness Oneness and threeness, and oneness and threeness. lakini tuseme tu kweli ndugu zangu. Hata uamka asubuhi ukunywe maji au changanye kule ugali na cabbage au kule tu ugali na njugu, hiyo kitu inaingia kwa akili? Lakini Hapa. oneness and threeness, malizia, Are not contradictory, are not contradictory. Safi, twende. rather God is one being in three persons. God is one being in. Three persons. Sijui nitumie mfano gani, hata sijui nitumie mfano gani ndio mnielewe. God is, One being in three persons. yani Mungu ni mmoja. Mfano, nitumie mfano, mimi nimesimama hapa, huyu ni mtumishi Mark na huyu ni mtumishi Mtua. Ninyi mnasema hapana, yule ni mtumishi James, wale si watatu, ni Mmoja. ndio kitu tunaambiwa. Hizo ni baadhi ya doctrines zinaingishwa. Doctrine ya pili, God institution, inaitwa Pathfinders. Sijui kama hapa wapo, ila nishukuru Mungu hatuna Pathfinders. Doctrine nyingine ambayo inaingishwa inaitwa women ministry. Na zipo nyingi sana. Nisikia mpaka siku hizi wanacheza merry go round. Ni ukweli au ni uongo? Nilisikia kitu kama hicho. Kuna merry go round. Sijajua ni kweli ama ni uongo. Unajua kuna tofauti ya kusikia na kuhakikisha. Sijajua ipo ama ipo. Najua hiyo ni kusikia, nilisikia. Unajua mimi nikisha confirm mwana naongea kwa ujasiri. Hatari sana. Ndoko mwingia business ndani ya kanisa. Kikundi cha kununua mashamba. Mtumishi. Hiyo hapo hapo wane mara. Nadhani hujafunga, si ndio? Ndio. Hapo hapo wane mara. 56.1 na kabla hujafika hapo soma 23:10 Methali. Methali 23. 23:10. Biblia takatifu inasema, Twende. usiondoe alama za mpaka wa zamani. Uziondoe alama za mpaka wa nani? Wa nini? Wa zamani. Na tumeambiwa remove no kila hizi asifai kutoka. Ukitoa hizi uko nje ya kanisa, na ajabu zaidi aliye nje ya kanisa na ambaye mwenye ako ndani yako hii ako nje. Hapo hapo wanemali mtumishi 56.1 56.1 mwingine atayarishe 4SP 399.1 1 MI 56.1. yeah, nasemaje? Give to the world the message the Lord has given you. Remove not a pin or a pillar from the foundation of our faith. Remove not what? Yani sisimame vile vilikuwa. Endelee. Preach the truth as it has been given by the Lord.
tuhubiri ukweli kama vile Mungu alifanya nini? Alipeana. Tusisite site. Ikifika ni point of address reformation, let us be straight. Usiwe tunapiga chenga. Najua kuna wengine wanazana anapiga chenga sababu sijui anaona wewe sema tu ukweli kwenye. Malizia ni kumtumishi. Haya, 4SP 3:10.1. First Peter 10:1. Na mwingine atarisha Desire of Ages. OSP 399.1. Yeah. Wende? In rejecting the truth, men reject its author. Men reject what? Its author. Safi, twende? In trampling upon the law of God, In trampling upon the law of God, they deny the authority of the lawgiver. twende? It is as easy to make an idol of false doctrines It is as easy to make an idol false doctrines doctrine. Safi, twende? and the theories as to fashion an idol of wood or stone. And the theories. Kukataa tu kweli. Hizo vitu zingine zote zinajifuata. Malizia mtumishi. Naendelea kusema, Nadhani ya nukuu imeisha ama haijaisha? Twende? inaendelea kusema, Satan leads men to conceive of God in a false character. Nani anaongoza watu? Satan leads what? Tumeshirudia. Satan leads men to Safi, twende? As having attributes which he does not possesses. A philosophical idol is enthroned in the place of Jehovah, while the true God, as revealed in his world, Twende? in Christ, and in the works of creation, Twende? is worshipped by but few. Kwa hiyo watakuwa abudu Mungu hapo, kwa hiyo nukuu inasema ni wengi ama ni few? Wachache. They are few, na ni ukweli wenye wanaabudu Mungu wa kweli, they are few. Malizia? Thousand defy nature, while they deny the God of nature. While they deny the God of Nature. Hii ni hatari sana. Inaitwa shida ya kutoka kwa misingi ya kanisa. Na inaitwa shida ya kukadhaa the pillars of faith. Utajipata unafanya kitu chenye hakuna. Na utajipata ukifanya tu unasema kanisa inakubali. Kanisa linakubali lakini mbingu ifanye nini? Haikubali. Endelea? Though in a different form. Form. Tuendelee. Idolatry exists in the Christian world today as verily. Idolatry exists in Christian world today. Twende? As verily as it existed among ancient Israel in the days of Elijah. Unasikia? Hapo Mwisraeli, hapo mimi ninaweka Mwadventista msabato. Manake ukisoma unajua ni PK, Prophet and King 296.2. Inasema history yenye ilifanyika huko. Hebu soma hiyo nukuu. PK 296.2. Prophet and King 296.2. It says, Safi, twende? This prophecy fulfilled in part in the time of the judges. Hiyo ni Prophet and King 296.2. The apostasy 296.2. 296.2. It says, the apostasy of Israel Twende? had developed gradually Twende? from generation to generation. Ukisikia generation to generation manake nini? Kizazi hadi Kizazi kwa kizazi. Unajua ukisoma ni Samueli wa kwanza nadhani
mstari wa 8 ule mahali penye walisema utupe nini? Kiongozi tufanane na mataifa. Ndio kitu ambacho kiko sasa hivi. Leo saizi yani system ya GC General Conference na system ya Roma, yani upapa, haina tofauti. They are one. Maana tukiangalia Vatican kuna papa, si ni kweli? Yes. Haya, tukikuja tuangalia system ya General Conference kuna president ambaye ndio the final what? Say. Ndio the final say. Akiongea tunaenda right, tunaenda left, tunaenda left. Akiongea tunaenda right, tunaenda right. Malizia? Satan had made repeated attempts to cause the chosen nation to forget the commandments, the statutes, and the judgments Twende. that they had promised to keep forever. Malizia hapo. Tulikuwa Desire of Ages 398.3. DA 398.3. Na katika safari yenye tuko 398.3. safari yenye tuko ya Adventista wa Sabato, kuna ukisoma ni 2T chapter 73, nenda ukasome hapo, inaitwa An Impressive Dream. Vile dada White aliona mtiririko wa watu, walianza wakiwa wengi, kadri safari inavyozidi kuendelea watu walienda wakikuwa nini? The more they go, the more the people they do what? They reduce. Kadri walivyozidi kuenda. Kwa hiyo usitarajie vile tuko hivi tutaenda wote hivi. Kuna siku moja nimwambia hapa ndani tuko makundi mawili. Na ni ukweli tuko makundi mawili. Kuna mwenye maybe mke amemleta. Kuna wenye maybe bwana amefanya nini? Wale except mtu kama ni mwana matext, tuseme tu kweli. Unajua mambo mengine si ya kuficha. Wewe ukiletwa na bwana, so ina maana ndiye amekulazimisha ukafanya nini? Unakuwa na nia ya kukuja. Wewe ukiletwa na mke wako, ina maana uko na nia ya kufanya nini? Acha tu ni mtini kuje. Pole sana. Kama uko hapa ndani na uko hivyo. Pole sana. Amua. Uko kubaya. Unaona vile dunia inaenda? Unaona hii wiki tu vile dunia imeenda, hii wiki tu peke yake. Sio ndege kuanguka. Sio vita vya Iran na Israel. Mnaona ndio sasa zimeshika vizuri. Asubuhi ya leo tumeamkia tumeona Iran imepiga Israel. Jana Israel ilikuwa inapiga nini? Iran. Matukio yanaenda kifuatana tu hivi. Juzi tu Los Angeles Marekani ilikuwa wanaandamana. Juzi tu hapa Kenya mlikuwa mkifanya nini? Mnaandamana mpaka mnatishia askari na panga, mnawarusha chini hivi. Nadhani ni mchezo. Wanasema the revolution is coming. Na by the way ukisoma kitabu cha Education 228.2 inazungumzia hiyo kitu. Na inasema youth of today. Kwa hiyo si mambo mapya. Hizi vitu tunaona si vitu mpya. Ni mpya kwa mwenye hajasoma. Na zitakuwa correction kwa mtu mwenye amesoma. Kwa ufupi tunajaribu kuambia hivi, hatuna muda. We don't have time. Mtumishi soma hiyo nukuu. DA 398. Yes. .3. Sapi twende. The substitution of the precepts of men for the commandments of God has not ceased. Even among Christians are found institutions and usages that have no better foundation Safi twende. than the traditions of the fathers. Than the tradition of what? Fathers. Safi twende. Such institutions resting upon mere human authority. Tulia. Institution inatoka kwa nani? Kwa Mungu ama kwa mwanadamu? Malizia. Have supplanted those of divine appointment. Twende. Men cling to their traditions. Men cling to their traditions. Hebu tulie. Nachukua katika simu ndogo nyeko hapo. Kurasa wa 11. Twende those traditions. Ni gani? Na mali nimemaka hapo hivyo.
kitu nimechora hapo hivyo. Page 11. Mungu ametueleza. Ndio hiyo. Inasema Ehe. Mungu ametueleza ukweli mwingi kumuhusu yeye Ehe. binafsi na pia juu ya viumbe vyake. Twende. Ukweli huu unaitwa ufunuo. Ukweli huu unaitwa nini? Ufunuo. Twende, unapokezwa aje? Ufunuo upokezwa kutoka kizazi kimoja kwa kizazi kingine. Unatoka kizazi kimoja kwa kizazi Kingine. safi. Twende. Kwa njia mbili. Kwa njia ngapi? Mbili. Moja ni Kupitia Biblia, ya pili ni mapokeo. kwa ufupi tu. Kupitia Biblia na grids. Iko hivyo. Ukiacha Biblia unafuata Mapokeo. yaani uko kwa Biblia nusu, uko kwa mapokeo ya wanadamu nusu. Hiyo ndio hatari tunayo hata sisi ndio tuko hapa ndani. Acha tu niseme ukweli. Niliwaambia humu ndani kuna Mwadventista. Leo hii kwenye atenda kuweka Biblia yake. Ataikumbuka Ijumaa jioni. Aikungute mafumbi. Huo ndio ukweli, nasungumza ukweli ulio wazi. Humu ndani kuna Mwadventista msabato. Amebeba roho ya nabii kwa simu yake. Huwa anaikumbuka tu tukisema jamani fungua. Hiyo ndio anakumbuka. Mimi nakwambia mapema pole sana. Wewe si Mwadventista. Wewe umeletwa. Wewe kujileta umeletwa. Tusipokuwa wasomi. Medical missionary. 87.2. Chukua hiyo itakusaidia. Ukiona je hizi special errors zikiingia utazigundua. Medical missionary 87.2. Medical missionary 87.2. Yeah. 87.2. Let us take heed. Then how we build. Let no one build unwisely. Let no one build Wisely. Sasa ndugu yangu kama unasoma Biblia sabato kwa sabato, are you building wisely ama unwisely? Unwisely. Sorry. Hapo nje kwenye uko kazini. Injili unahubiri kweli? Acha tu niwapatie siri. Mimi kwenye niko tu Kinono ananiambianga mimi ni pastor. Na usiniulize kwa nini wao wanajua. Twendere? The word of God is our only foundation. Twende? Every semblance of error will come upon us. Tulia. Hizo errors zitakuwa aje? Malizia. Hizo errors zitakuwa aje? Every semblance of error will come upon us. Will come upon us. Sisi wengine tunasomea zenye tuko humu ndani. Malizia. Some of these errors will be very spacious and attractive. Tulia. Some of these errors will be very spacious and attractive. Sasa ndugu au dada, utagunduaje error imeingia ndani ya kanisa kama usomi? Ndio swali. Maana hapo unajua simewekwa kwa njia special and attractive. Kwa lugha rahisi, sweet errors. Error yenye kikuja unikubali tu mara moja, sure, imeingia. Yaani ni error ambayo ikifunzwa, yaani uwezi sema kama ni error. Utasema safi kabisa. Malizia ulikuwa mtumishi. But if received, they will remove the pillars of the foundation that Christ has established. If receiving, they remove what? The foundation of what? That foundation that Christ has established. What are our foundation? Nanda mchache sana, zaidi ya dakika 5. Nirudie tena. What are our foundation? Kimbia 1:4-2. Pale katikati. Our religion would be changed. Same 204. Yeah. .2. Yeah. Tukajua the enemy of the soul. Haraka mtumishi, na muda mchache. 204.2. The fact. Is it this? COE. One same.
Shika simu yangu Twende. It says, the enemy of souls. Nenda tu pale katikati. Our religion sababu ya muda. Okay. A new organization. Iko katikati. Our religion. Our religion would be changed. Safi, twende. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Nasikia. Fundamentals account as an Error. safi, twende. A new organization would be established. Twende. Books of new order would be written. Twende. A system of intellectual philosophy would be introduced. Twende. The founders of this system would go into the cities Twende. and do a wonderful work. Twende. The Sabbath, of course, would be lightly regarded, Twende. as also the God who created it. Ehe. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. Tulia. Nothing will be what? To stand in new what? Msomaji? Movement. New movement. Yeah. Twende. The leaders will teach that virtue is better than vice. Virtue is better than? Vice. Hata tukiwa na chama kwa kanisa Simba. si mbaya. Malizia. But God being removed. Hapo ndio pananifurahisha sana. But God being Removed. safi, twende. They will place their dependency on human power. Final say ni Ted Wilson. Amesema na tunafuata. Malizia. Which, without God, God safi, malizia. is worthless. Is Worthless. safi, twende. Their foundation would be built on the sand. Foundation itakuwa built on what? On the sand. Ile kitakuja. And storm and tempest would sweep away the structure. So ndugu zangu niwaambie hivi. Tusimame hapa. Unajua ukisoma ni early writing page 88.2. Tujisomee kwa muda wako. Kuna ndoto ambayo dada White aliota. Hiyo ndoto inasimulia train. Hiyo train ilikuwa inaenda mwendo kazi. Alipoiangalia vizuri aliona ni kama yani kana kwamba imebeba karibu dunia nzima. Aliona kuna driver na kuna nini? Kuna conductor. Akaambiwa angalia vizuri, utaenda ujisomee kwa muda wako. Akonda conductor alikuwa mfumo wa nani? Somehow Satan. Ukiteremka pale chini ndio pananifurahisha sana. Anasema kuwa alipo tena angalia tena vizuri akaona kuna few Waadventista ambao ni wachache sana ambao wameelewa ujumbe wa malaika wangapi? Ujumbe wa malaika watatu. Naacha niwaambie ndugu zangu, siri iko hapa hivi. Kama haujaelewa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wangapi na watatu na uko humu ndani, ushauri wangu ni huu. Tafadhali tafuta mwenye anaelewa afanye nini? Akusaidie. Wewe ndio ushauri wangu tu. Na pia hizi ndio the key. Huyu ndio Mwadventista msabato. Achana na ule. Wewe ni Mroma. Huyu ndio Mwadventista msabato. Tumeona huyu kwa sasa ako wapi? Ako outer court. Ndio anatupigia kelele hapa, anatuambia sasa inaje tuhubiri kitabu cha Danieli na Ufunuo. Point. Chukua hii itakusaidia. Kazini kwenye unafanya kazi, ndugu zangu na dada zangu. Tueleze Injili. Hali si nzuri. Unajua kila wakati nikisimama hapo wanawaambia hali si nzuri. Huenda ikawa mmezoea hilo jina. Lakini nataka kuambia mapema tu, soon and soon. Ukisoma ni Christ Object Lesson COL 342.2. Usome kwa muda wako. Ndio utelewa chenye ninasema. Na ukisoma kitabu ni cha 90. Nadhani 90. Acha niangalie chapter ndio niwapatie msome kwa muda. Najua muda umeisha.
Nawapatia chapter. Ni chapter 1. The last crisis. Nenda mkasome. Kuna kitu ambacho rais anasema sana. I will finish corruption. Corruption itafanya nini? Nitaimarisha. Na kuambia ukweli hivi, corruption haiwezi isha. Soma hapo ndio utanielewa. Tunyenyekee tupate maombi. Tunakushukuru Baba mbingu na nchi. Tunasema ni asante. Umekuwa nasi tangia somo lilipoanza mpaka sasa limefika tamati Baba. Tunaomba utupe nguvu na uwezo na ujasiri na hekima ya kuhifadhi neno lako. Pia Baba, tunaomba utupe nguvu ya kustahimili mawimbi ambayo yapo katika duniani. Pia Baba, watumishi wako na wakabidhi mkononi mwako ambao watakao kuja humu mbele Baba. Tunaomba wape maneno ambayo yatokapo katika the heavenly sanctuary, the most holy place Baba. Pia hatusahau makanisa yetu yote tunakabidhi mkononi mwako Baba. Tunaomba uwe nao katika kipindi hichi ambacho ni kipindi cha mwisho. Tuna imani Baba utakuwa nasi au utatuacha Baba. Pia Baba, taifa langu la Kenya nalikabidhi mkononi mwako Baba. Kuna vuguvugu linaendelea. Bali Baba yote umeyasema, ila tunashukuru kwa kuwa unabii unazidi kutimia machoni mwetu Baba. Sifa na shukrani na nisikurudie katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Amin. Baba sina, tuimbe. Baba sina msaada ila kwako pekee, kama kwangu ungefichwa, nifanyeje Baba? Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Sabbath. Changamke, kila mmoja achukue kitabu cha nyimbo za Kristo. 1 2 Tukae tu tuko sawa. Wimbo number 143. Baba sina msaada, Baba sina msaada, tuimbe wote 3C. Baba sina msaada ila kwako pekee, kama kwangu umefichwa, nifanyeje Baba? Sasa hivi na amini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini, na amini mwana wako nipe nguvu zako, nijazie mahitaji katika saa hii. Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini, ni furaha ni kwangu kukuona uso, nijue sauti yako, nipate neema. Sasa hivi
amini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Umtetee Mungu duniani. Namba 68 tuimbe. Umtetee Mungu duniani, itapo pepo kali za vuma, mwambani peke pana nguvu, dhambi ikile mea, tusimame imara katika mwamba wa Kristo peke ndipo salama tutasimama kule kitini pa enzi. Itataki kwa bidii kwa moyo mnyofu wa imani, mwambani peke utashinda wingi wa upoto. Tusimame imara katika mwamba wa Kristo peke ndipo salama tutasimama kule kitini pa enzi. Itetekwe itadumu, itapokawia itashinda, mwambani peke pana yaishapo tufanye imame imara katika mwamba wa Kristo peke ndipo salama tutasimama kule kitini pa enzi. Tunapoendelea na uimbaji, tutasikiliza matangazo kisha tuwe ni wenye kuendelea. Karibu muhusika. Happy Sabbath. Happy day. Tumesema tusimame imara katika wapi? Katika mwamba wa Kristo pekee. Ningeomba tuamini kisha tuweze kuendelea. Amini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu uliye mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Hivi sasa tutaja mbele zako, wakati huu tukinyenyekea mbele zako, tukishukuru kwa kuwa umezidi kutuongoza tangia pale tulipoanza ibada za siku ya leo, na tunaomba uwepo wako uzidi kuwa pamoja nasi tunapoenda katika sehemu ya matangazo. Tuongoze na tusije tukaingia na kiburi, ila tu tutende yaliyo mapenzi yako, ni kupitia kwa mwanao Yesu Kristo aliye haki na mwombezi wetu. Amen. Happy Sabbath once more. Happy day. Hivi sasa tunaingia katika sehemu moja kwa moja katika matangazo ya siku ya leo, na hivi sasa ningependa kuwatangazieni ya kwamba Elder Dan hayuko pamoja nasi, ameenda Mwiki kwa ajili ya jinsi ambavyo kanisa limepanga kwa ajili ya hamasisho ya utoaji, na pia vile vile Elder wetu Gilbert Ikenda hayupo, ako nyumbani. Tangazo linalofuata pia ni kwamba tunakumbusha kwamba ile 100 kila mshiriki ya evangelism
tutoe kwa sababu tumechelewa zaidi. Kanisa zingine zimetoa na sisi hatujaweza kutoa kwa sababu hatujaweza kutuma kwa sababu hatujatoa. Hivi sasa wale ambao pengine wako nayo wanaweza muona treasure ya siku ya leo, na wale pengine hawana Sabato ijayo, tafadhali usikose kuja nayo. Sawa sawa? Tumeelewana? Hello? Lazima mtu akiwa hapa mbele watu wasipojibu wanasikianga ako chini, sivyo? Haya. Tangazo lingine ni kwamba camp meeting contribution inaendelea, na jinsi ambavyo wale wako kwa WhatsApp, si mnajionea jinsi ambavyo inawekwa pale, hata kanisa zimeorodheshwa jinsi ambavyo zimeweza kutoa. So, kama tulivyoelewana, kila familia ile goal yao wajipange jinsi ambavyo kila Sabato watakuwa wanapunguza. Si na imani mmeendelea kushughulikia hayo pia. Na asante kwa wale ambao wamekamilisha, kuna wengine wamekamilisha. Mungu awabariki zaidi. Tangazo lingine ni kwamba Msamaria mwema watu hawatoi. Watu wafanye nini? Hivi sasa kukatokelezea jabu, tutaenda na nini? Washiriki. Hello? Happy Sabbath. Hivi sasa jambo likatokelezea, tutaenda na nini? Ama mmoja wetu ako na njaa, tutamshughulikia na nini? Simuongee. Tutamshughulikia na nini? Mtatoa. Mmeahidi. Na ujue chenye mmeahidi hapa, imeorodheshwa mmeahidi. Kwa hivyo Sabato ijao kama unajua hujatoa, kwa mwema. Sawa sawa? Haya. Tangazo lingine ni kwamba kama tulivyowatangazieni ya kwamba tuko na washiriki wengine wawili wageni ambao wako na siku ngapi tangu waje hii dunia? Wako na siku ngapi? Hello? Wako na siku ngapi? Kutoka hiyo dhazi yenye tuliongea tulitangazieni wamekuja. Yaani namaanisha wale watoto waliozaliwa. Watu wanashangaa naongelelea washiriki wa gani? Wale watoto tulisema tulipewa mama kazi ya kupanga jinsi ambavyo tutaenda kuwatembelea hao watoto. Si ndio? Si wamama ndio wakaribishaji. Na wamama tumeomba kama inawezekana leo mnaweza tupatia jibu ili kanisa ijipange jinsi ambavyo itakavyoenda kutembelea hao washiriki wawili ambao wako na watoto wadogo. So tafadhali wa mama, jukumu hilo muweze kulitekeleza, sivyo? Sina la ziada, ila naweza kutamatishia pale. Naomba tukaweze kupata ombi. Mtakatifu Baba yetu uliye mahali pa juu mbinguni, asante kwa kuwa umezidi kuniongoza na pia umezidi kutuongoza kama kanisa. Na tunapoendelea kwa ajili ya vipindi vijavyo, tunaomba uwepo wako uzidi kuwa pamoja nasi, usije kuwa na tatizo lolote ambalo tutakaweza kuzuia vipindi kuendelea kama vilivyoratibiwa. Tunaomba utupe usikivu mwema na kuweza kutilia maanani ambayo tunayozidi kujifunza na tukaweze kuyatekeleza. Mapenzi yako yakaweze kutendeka, na tunaomba haya kupitia kwa Mwana Yesu Kristo aliye haki na mwombezi wetu. Amen. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa. Nyimbo za Kristo, wimbo namba 117. Tuimbe. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake yatumwagiwa,
twaoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasa ya kondoo. Ziwe safi, nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi, waoshwa kwa damu ya kondoo. Yako kwa msuri mavazi, waoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasa ya kondoo. Ziwe safi, nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Atakapokuja bwana harusi, uwe safi katika damu. Yafae kwenda mbinguni mavazi, yaoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasa ya kondoo. Ziwe safi, nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Yatupea lipo na takataka, waoshwa kwa damu ya kondoo. Huo ni kijito chatiririka, uoshwe kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasa ya kondoo. Ziwe safi, nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Nilipotoka kabisa. Number 118. Nilipotoka kabisa. 118. Tuimbe sote, 3 sing. Nilipotoka kabisa, sasa narudi, nikakawia dhambini. Bwana narudi nyumbani, daima kwako, kwa upendo nipokee. Naja nyumbani, nikasusurika sana, sasa narudi, mwenye uchungu natubu. Bwana narudi.
sana rudi, pendo lako lanivuta, Bwana narudi, nyumbani daima kwako, kwa upendo nipokee, naja nyumbani, ndilo tumaini langu, sasa narudi, Yesu alinifilia, Bwana narudi, nyumbani daima kwako, kwa upendo nipokee, naja nyumbani, damu yake yanitosha, sasa narudi, unioshe kenye Bwana narudi, nyumbani daima kwako, kwa upendo nipokee, naja nyumbani. Number 110. Mlango uko wema, tuanze. Mlango uko wema, mlango wazi huo, Yesu ale ufungua, na hakuna kufunga, mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu, mlango wazi, watu waokolewe, maskini na matajiri wa mataifa yote, mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu,
damu, lango wazi, rafiki kaza mwendo, msalaba ukubali, amana ya upendo, mlango wazi ajabu, uliacha wazi kwangu, wazi kwangu, msalaba tutabeba daima na furaha, pendo wa Yesu shinda, tunainama kwake, mlango wazi ajabu, uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu. Number 115, tusimame zote. Roho Mtakatifu, kiongozi amini, utushike mkono, tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Tunaomba. Mtakatifu Mungu Baba wa milele, tunapiga magoti mbele zako mchana huu mwema, tukikushukuru na tukisema ni asanti kwa ajili ya wema na fadhili zako. Baba, na umeulianza pamoja nasi na umezidi kuwa pamoja nasi, tukikusii Baba, tutakapokuwa tunatamatisha Baba ukapua pamoja nasi. Hivi sasa tunapoelekea katika somo la lesson Mungu wetu la sermon, tunaomba Baba ukawa pamoja nasi, ukawa na kimtumishi atakapokuwa nakuja hapa mbele kwa ajili ya kuwanenea wana wako. Kuwa na kila mmoja aliye ndani hapa, kaleta usikivu ndani ya watu wako, mapenzi yako yakitendeka kupitia kwa Yesu Kristo, tumeomba na hata kuamini. Amina. Na wasalimu ndugu na dada zangu katika imani, hamjambo? Happy Sabbath. Happy day. Leo ni siku ya furaha, sio? Kwa hivyo natamania kuona nyuso zetu ziko zimekengeuka. Maana leo ni siku ya kipekee ambayo Mungu aliadhimisha ili kwamba iwe ni siku ya mapumziko, siku hii ya Sabato, si ndio? Tunashukuru Mungu kwa ajili ya kutufikisha hapa, na kwa ajili ya masaa tutakuwa ni wenye kwenda kwa haraka tu ili kwamba tuweze kumkaribisha mwalimu kwa ajili ya masaa ambayo yamo mbele yetu, na tutaingia kwa makaribisho. Kwanza tuwakaribishe wageni ambao wametutembelea.
kisha wenyeji watasalimiana ili kwamba tuweze kuendelea mbele. Kwa hivyo ningependa upe chombo wageni wetu watusalimie. Baadaye anza hapa kwa vijana wetu wakiwa tu wamekaa, itakuwa ni mzuri asalimiane, aseme jina na asalimiane. Happy Sabbath. Happy day. My name is Wesley Onyango. Amina. Happy Sabbath. Happy day. My name is Bresley Felix Onyango. Asanti. Kwa hivyo mnasemaje kwa vijana? Wako karibu katika kanisa la Mlolo? Haya, sasa tutaingia moja kwa moja kwa washiriki. Leo upe mzee mmoja aweze kusalimiana. Mwalimu muda wake ukiwadia atakuwa ni mwenye kusimama hapa mbele. Happy day. Happy Sabbath. Jina ni nani mtumishi? Patrick Kimathi. Patrick Kimathi. Barikiwa Patrick. Pia mwanarika mmoja aweze kusalimia kanisa. Happy Sabbath. Happy day. Servant Selenge Sagala. Asanti. Pia mama mmoja aweze kusalimia kanisa. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Kwa majina ni Dorcas Kimeli. Asanti. Mtoto mmoja aweze kufunga awamu hiyo ya salamu na makaribisho. Mtoto mmoja aweze kusalimiana. Happy Sabbath. Happy day. Asante. Mnasemaje kanisa? Kwa hivyo wenyeji na wageni wetu sote tujisikie tukiwa mahali panapofaa katika siku hii ya leo, si ndio? Na tujiandae kwa ajili ya ujumbe ambao Mungu amemwandalia mtumishi ili kwamba aweze kutuletea. Kwa hivyo bila kupoteza wakati tutaingia kwenye fungu kuu. Tufungue Biblia zetu. Kama sijasahau, ninayoongea mbele yenu ni Francis Kariuki na mko karibu katika ibada ya siku ya leo. Unasemaje? Tufungue katika Biblia zetu. Natumai kila moja ana Biblia. So natumai macho yetu yawe yakiwa kwenye Biblia tunapoelekea kusoma fungu kuu. Linatoka katika kitabu ni cha Mathayo 25 mstari wake ama 24 mstari wake ni 44. Matthew 24 verse 44. Kifika unasema amina. Matthew 24 verse 44. Na nitakuwa ni mwenye kusoma. Inasema kwamba kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Itarudia Mathayo 24 mstari wa 44. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amina. Tuweze kunyanyuka na vitabu zetu za nyimbo. Wimbo nambari 158. Chorister akituongoza. Ni nyumbani. Tusimame tuimbe sote. 3 sing. Umwendoga ni nyumbani, mlinzi akanijibu, usiku sasa waisha, machweo karibu, usihuzunike tena, bali mwendo hata ushike ufalme, kule mwanga ni juu. Na tena niuliza,
zasonga na viumbe vyangojea sauti ya Bwana. Ni kaburi za shujaa, ndivyo kanitia moyo. Shikilia mapigano, kitambo ya isha. Usihuzunike tena, kazi ifanywe kwa moyo. Tumeahidiwa tunu, tuishaposhinda. Sio mbali na nyumbani, fika hata njiani, na tupoza roho nafuta machozi. Usihuzunike tena, kitambo tutakutana wenye furaha kamili nyumbani mwa Baba. Tunyenyekee kwa ajili ya ombi. Baba mtakatifu, tunakuja mbele zako, tunasema ni asanti maana umekuwa mwaminifu. Tunaomba Baba ukawa na kila mmoja aliye ndani hapa Baba, ukituongoza katika kweli yako. Patana na kila hitaji la kila mmoja wetu katika safari ya imani Baba, ukituimarisha ili kwamba Baba tujiandae kikamilifu kwa ajili ya kumngojea mwanao awamu ya pili. Tunakusihi Baba ukaweza kutubariki, ukitupa uwezo wa kuyashinda majaribu katika safari ya imani. Kuwa na kila mmoja mshiriki Mungu wetu, kuwa pamoja na walimu wetu. Tunawaombea Baba wanapoeneza injili kila pembe, Baba uweza kuwabariki. Tunapoingia katika fundisho la mchana huu leo la sermon, tunamwombea tena mtumishi wako uweze kumtia nguvu ili kwamba Baba yale atakayosema yametokana na kwako. Baba uweze kutubariki, mapenzi yako yakitendeka kupitia kwa Mwana Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Asante. Kwa hivyo tutaingia katika awamu nyingine ya zaka na sadaka. Diko naweza kukaribia ili kwamba asilishe vyombo akitupa ombi. Karibu. Tunanyenyekea tupate ombi. Tuombe. Mwenyezi Mungu aishie mbinguni katika kiti chako cha enzi na mwanao Yesu Kristo, tunakuja siku ya leo, baada ya siku ya leo tunyenyekea tukiomba msamaha wa dhambi. Tunapoenda kutoa matoleo ya kukusanya kwetu kwa siku ya chuma mzima, wewe nasi usaidie kila mmoja atoe kulingana na venye ulimsaidia kupata. Ni kwa jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu.